sababu wao ni njia ya watu wengine. Ndivyo hivyo na Mungu anatutazama sisi kama Wakristo ni Mungu na walio hai. Haijalishi hao walio hai wana imani gani, haijalishi hao walio hai wanamwamini Kristo au hawaamini, lakini tunakumbushwa kwamba sisi ambao tayari tumekuwa wafuasi wa Yesu Kristo, sisi ni Mungu na walio hai. Na kama sisi ni Mungu na walio hai, inatupasa kutenda yale Mungu anatuagiza. Inatupasa kutenda yale Yesu anataka. Manake kutenda kinyume na Yesu alivyotuagiza, sisi hatuwezi kufanyika ni Mungu. Tutafanyika watu wengine kabisa, usao wengine kabisa. Nikiwa yangu sisi watu wa Malawi, Mungu atusaidie katika maisha yetu ya imani. Tutambue kwamba sisi ni Mungu na kuna watu wengine wanakuja nyuma yetu. Wanatamani kuipita hii njia ya imani ambayo sisi tunaipita. Lakini wanaweza kukubali kupita au kutokupita wakitegemea sana matokeo yetu sisi hapo tumetangulia mbele. Inawezekana kabisa wao kwa sababu ya mtu mwingine kutokupenda Ukristo. Inawezekana kabisa kwa sababu ya mtu mwingine kupenda Ukristo. Hivyo vyote vimewekwa kwenye mikono yetu. Tunaweza kufanya maamuzi kuita watu wengine kupenda Ukristo au kukataza watu wengine kutokupenda Ukristo kwa matendo yetu. Tunapotenda matendo mema, maana watu wanaushuhudia vizuri Ukristo. Tunapotenda matendo mema, maana watu wanausema vizuri Ukristo. Maana ni sahihi kwamba tutawapata wafuasi wengi. Hatukokuwa na sababu ya kutumia nguvu kubwa endapo tu wewe mahali unaishi ukamwakilisha Kristo kwa upendo, ukamwakilisha Kristo hata kwa sema yako, ukamwakilisha Kristo hata kwa vaa yako, watu wamjue Mungu unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi katika somo ambalo tumelisoma watu wa Mungu, somo hili mara nyingi tumekuwa tumepewa, na somo hili limeandikwa na injili karibia zote. Tofauti zake ni ndogo sana. Lakini mwinjilisti Luka anaandika hizi habari akiandika akiwa na uhakika na kitu ambacho amekiandika. Ni kitu ambacho alikwisha kukishuhudia na ni kitu ambacho alikwisha kukiona. Kumbuka, Luka kabla hajawa mtumishi wa Mungu alikuwa ni mganga wa kienyeji. Kwa mganga kwa sio kwanza hii kwa mganga. Na wala usisikie vibaya kusema kwa yako ni mganga kienyeji. Anasema Mungu alikuwa ni tabibu wa dini za asili. Na alihudumia watu kama watu wengine ambao wanaombea. Lakini baada ya aliitwa katika wito mwingine kabisa, anafanyika kuwa mtumishi wa Mungu. Usimkatie tamaa babu yako kwa sababu ni mganga. Usimkatie tamaa babu yako kwa sababu ni mchawi. Usimkatie tamaa babu yako kwa sababu ana roho mbaya. Anaweza kupata neema ya kupata wito ambao Luka aliitwa. Lakini anapoandika habari hii, kuna mambo machache ambayo ninatamani tuyaone, lakini kabla hatujayaona natamani kuone kitu kimoja hapa. Nisikia pale tusome ile Rumi 1:21. Rumi 1:21. Anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Amen. Tukizungumza habari ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ni zaidi kabisa tunazungumza kabla ulimwengu haujawa na Mungu. Yesu Kristo anafufuka kwa sababu huko nyuma historia ilikuwa inakataa kuwa na Mungu. Tangu pale mwanzo anguko linapotokea, maana yake nasema dunia ilikuwa ukiwa. Watu walikuwa na mahangaiko katika kumtafuta Mungu. Na Mungu anamruhusu Yesu Kristo kuzaliwa katika ulimwengu tunaishi. Na anapozaliwa katika ulimwengu tunaishi, Mungu alikuwa na matarajio msingi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini maandiko yanasema akaishi, akakaa pamoja na sisi, akaishi pamoja na sisi, akashiriki mambo mbalimbali pamoja na sisi, ingawa ndani yake kulikuwa kuna mambo ambayo sisi hatuwezi kuyafanya. Wako watu ambao walipoteza ndugu zao, lakini Yesu alifufua. Wako watu
zao walikuwa wanaumwa, lakini Yesu aliwaponya. Kitu ambacho kilikuwa kinamtofautisha na manabii wengine waliotangulia, kitu ambacho kilikuwa kinamtofautisha na makuhani wengine ambao walikuwepo. Hii ilikuwa ni fahari kwa wale tu ambao walikuwa ni wafuasi wa Yesu Kristo. Sasa tunaona katika kitabu hiki cha Warumi, huyu mwandishi Paulo anaandika kitu cha kimsingi sana ambacho kinawezekana hata leo kipo. Anasema sisi kama wanadamu, Mungu kumbe alileta Yesu Kristo kwa kusudi maalum. Anasema na kusudi lake katika huo mstari wa 21 anasema kwa sababu walimjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Maana ni kwamba sisi tunajua kabisa kwamba Kristo alikuja kwa ajili yetu. Tunajua kabisa kwamba Kristo aliteswa kwa ajili yetu. Tunajua kabisa kwamba Kristo alishinda mauti kwa ajili yetu, lakini hatukumtukuza sawa sawa na vile kwa kitabu. Watu wengi wametafsiri sherehe hizi kwa namna tofauti. Wengine wametafsiri kama sherehe za kunywa na kulewa. Wengine wametafsiri kama sikukuu za kufanya uzinifu. Wengine wametafsiri kama sikukuu za kwenda kufanya starehe mbalimbali. Lakini anasema kumbe sisi tulijua, lakini hatukumtukuza Mungu kwa kile Mungu alitaka tumtukuze. Vinginevyo tukafanya sisi tunapotafsiri, lakini tukatafsiri vingine. Hii ni mashahidi katika ulimwengu tunaoishi. Sikukuu hii au sikukuu ya Krismasi imetafsiriwa vingine kabisa. Hatuishi kwenye kile Mungu anataka kutuonyesha. Hatuishi kwenye kile Mungu amezamiria kujifanya katikati ya ulimwengu. Watu wametafsiri vingine, na maandiko yanasema Mungu alipoona tumetafsiri vingine, tukaacha kutukuza ukombozi